Hebu tuingie kidogo chapuchapu. Tupite huko. Sawa sawa. Kwa bwana ndio hivyo. Yaani tumeshindwa kwa namna kumfanya mpaka mdogo wetu akae sawa. Lakini na imani nyie kwa sababu tena huko na imani kabisa nyie mmekuja na kitu kitakuwa sawa kwa sababu mazingira yake kidogo aiseme kutia mashaka wote. Kwa hiyo naomba tu mnisaidie hilo swala muweze kumweka sawa akae sawa maana mambo kidogo ni mengi. Ya yule pale. Kama mnapomuona mwote kajinamia vile vile yani tokea jioni au tokea saa ngapi? Sasa hivi saa 6. Yaani tokea alipofika hapa anaikuwa tu mtu kukaa hapa mara analala kwenye kaburi. Mara analia kama unapomuona. Na mtazamaji kama unavyoona Sara mwenyewe ndo huyu hapa tulikuta hapa leo akiwa hapa yuko na kocha sio ambao anakuta ni kaka yetu. Hata mimi mwenyewe sio kama nikaa hapa nafurahi naumia. Jambo ambalo limetukuta wote. Hawa hapa ni waandishi wa habari wamekuja kuongea na wewe. Naomba tu jikaze. Uongee nao, wasikilize. Najua inakuuma sana. Mdogo wangu. Najua namna kaka alivyokuwa muhimu sana kwenye maisha yako na maisha yetu pia. Kama alivyokuwa muhimu kwako, pia hata kwetu ni muhimu hivyo. Tafadhali. Sana pole sana. Zaidi. Habari za sasa hivi? Sawa. Pole sana kwa yaliyokukuta. Sasa tunazungumza kidogo upande huu hapa hivi. Za mawili matatu kuhusiana na samani wangu. Hiyo. Jikaze kidogo. Zunguka kwa kule. Basi tusimpitishe hivi kidogo ili tupate picha huko. Pole sana. Asante. Kitu ambacho tunataka tufahamu kwanza kabisa, Sara, tulipata taarifa kuhusiana na wewe ukiwa kama moja kati ya watu wa karibu kabisa wa familia. Na tulikuwa kwanza kabisa tungependa kutofahamu kwamba mahusiano yako wewe yako vipi na Emmanuel? Ni kaka yangu. Ni kaka yangu wa kwanza. Nilimpenda sana. Nilikuwa ghafla sana. Kiukweli tunafahamu kwamba kweli ili tukio limekuwa la ghafla sana, maana watu wengi sana wameshtushwa kiukweli, maana hakuugua wala nini. Ulipopata hizi taarifa ulikuwa katika mazingira gani ulipopokea taarifa kwa mara ya kwanza kwamba Emmanuel amefariki? Nilikuwa nimetoka chuo kwa mtihani. Ninarudi nyumbani tu. Nakuta simu nyingi nilipigia kwa sababu nilikuwa busy na mitihani. Kufika pale nakuta message namba kwa kaka amefariki. Pole ndugu wangu. Kazi tu. Pole sana. Poleni kwa kweli. Asante. Kama mnavyoona jamani, hali yake ndio hii tangu alipofika na mpaka sasa hivi ndio mnajionea ni mtu ambaye hawezi kutulia, hataki kurudi nyumbani. Kiukweli na feel kile ambacho nakifeel na yeye. Na mimi nimejikuta kidogo nipo katika hali ambayo siwezi kuvumilia kuona mdogo wangu hapo katika hii hali. Na kama mnavyoona, kwa hiyo sasa kama atakuwa na mengi ya kuzungumza. Sana najikaze. Huu ni mwaka wangapi labda uko kwenye masomo nje? Mwaka wa kwanza. Hebu tuelezee kidogo Sara, samani hapa tukuone. Hebu tuelezee kidogo kwamba hii yani kiukweli hata mwenyewe pia nakosa cha kuzungumza. Kiukweli hili swala limenigusa sana mtazamaji. Hebu tuelekeze kidogo Sara, tunasikia kwamba eti ulichelewa ndege. Ilikuwaje mpaka kukosa?
usafiri wa kurudi? Nilichelewa ndege. Nilikuwa nimechanganyikiwa. Nilipanda ndege ya saa 6. Lakini pale mimi nilifika saa 7. Mpaka tena isubiri nyingine ilichukua muda. Kwa nini labda ukubuku ndege mapema zaidi ili uweze kuwahi mazishi yako? Nilikuwa confused. Nilichanganyikiwa kweli, nilivyoambiwa tu. Nilivurugwa. Marafiki zangu ndo wakaja wakanituliza. Na labda Sara, hebu tuelezee kidogo ukaribu wako. Ukaribu wako wewe na brother yako ulikuwaje? Siwezi elezea jamani. Kwa sababu tulikuwa tunapendana sana, alikuwa ananilipia ada. Kumbe ada yeye ndo alikuwa ana support. Yeye ndo alikuwa ana support. Yeye ndo alikuwa ana support wa kila kitu kwa maisha yangu. Sitakuaje. Sijali mamangu. Sijali Mungu wangu. Kila kitu kitakuwa sawa, ni mipango tu ya Mungu. Huwezi kujua mbele kuna nini. Labda Mungu kuna kitu ametupangia. Kwa nini ametupa sisi mtihani? Anaamini kama tunaweza tukaumaliza. Kuwa na amani. Na labda kwa baada ya kufika ulivyogundua kwamba muda kidogo umeenda, maana ulipofika je, hapo ilikuwaje? Unajua kwamba umechelewa mazishi ya kaka. Mumia sana sababu sijamzika mtu wangu muhimu. Mtu wa muhimu kwa maisha yangu. Na sijaamini kama amekufa. Mpaka nimekuja kuangalia kaburi. Siamini mpaka sasa kama kaka amekufa. Siamini. Sana Sara, maana tumepata taarifa kwamba ilikuwa kidogo kwa wewe ni mtihani hata kuondoka maeneo haya, yani katika haya mazingira huko kuchelewa na kukuta kakako tayari ameshahifadhiwa. Ilikuwa kidogo ni ngumu kwa hata kuondoka huko. Imekuwaje mpaka umekataa hata ndugu waliokuwa wanakuambia kwamba urudi nyumbani? Mimi siwezi kuondoka hapa. Siondoki. Pole sana. Naam mtazamaji, kama unavyoona tunaona kwamba Sara uchungu umekuwa ni wa hali ya juu. Kwa upande wako Castus, dada yako ndo kama hivi tena yupo huku mpaka muda huu. Lakini niliwaambia hata awali kwamba ni mtu ambaye ametukatalia kabisa kuondoka hapa. Na amesema kwamba anataka kubaki karibu na mama, ya karibu na kaka yetu. Kaburi la mama liko hapo. Ni hilo hapo pembeni kama unavyoiona, mkaliangalia tu, mkaliangalia. Kwa hiyo yeye mwenyewe anasema kwamba anataka bado kubaki na mama yake na kaka yake. Sasa sijui tutumie njia gani au tufanye nini ili mdogo wetu apate kutoka hapa maeneo haya, aende nyumbani akapumzike. Amefika leo, amechoka pia, amelia sana. Ni mtu ambaye pia unaona kama unavyomuona ana machungu ya kutosha. Sasa sijui tunaweza tukamfanyaje ili aweze kuwa katika hali yake ya kawaida na aweze kurudi nyumbani. Kweli sielewi. Lakini na imani kwa kuwa mpo, kuna namna mnaweza mkafanya akarudi nyumbani mdogo wangu. Kwa kusema ule ukweli hapa Castus bwana, sisi hapa itabidi tumpongeze Sara aweze kurudi nyumbani, maana aweze akakaa huko na muda umeenda sasa. Hii saa 7 kasoro sasa. Ni saa 7 kasoro na usiku umeenda sana. Kweli sielewi. Wazee nyumbani wanasemaje kuhusiana na swala la Sara kukaa kaburini mpaka muda huu? Wote wamekatalia. Amekuja baba mkubwa amemkatalia. Amekuja pia baadhi ya viongozi wake ambao walikuwa pia wanamsaidia kwa shuleni, ambao pia walikuwa wanamsaidia kaka kwa ajili ya kumsomesha Sara.
nafikiri pia wote amekataa, amesema wamwache peke yake, anataka kukaa peke yake, anataka kubaki na kaka, anataka kubaki na mama. Kwa hiyo hakuna, sidhani kama kuna mtu anaweza kumtoa hapa, yani sidhani, yani sijui tulifanyeje. Yani kama kaka yake nimeshindwa kweli. Kama mnavyoona mwenyewe amekaa hapa amesema kuondoka. Sijui nifanye nini? Sijui. Sara, mama, unaonaje ukarudi nyumbani? Sasa turudi nyumbani kidogo tukazungumze kingine kibali, maana hapa baridi au kali sana. Kidogo kwa afya yako. Siamini bado. Lakini sina jinsi. Inabidi tumshukuru Mungu yake. Bwana, hii ndio mitihani yenyewe ya dunia, na kwa kawaida Sara bwana, kitu ambacho sisi tunachokifahamu ni kwamba Mungu mwenyewe ameona kwamba huu mtihani kwa pekee unaweza ukauhimili. Unaona, kwa Mungu amewafikiria pia, ndio maana amewapeleka mtihani. Kwa hiyo utakiwi kulaumu wala kujisikia vibaya mno, utakuwa kama vile unamkufuru Mungu, kwa sababu kilichotokea ni kama ibada. Wanasema kwamba ni moja kati ya njia ambazo zinakufanya umkumbuke Mungu kwa namna moja au nyingine. Naelewa Sara? Yeah. Na inabidi tujitahidi kurudi nyumbani, sawa? Sawa. Twende nyumbani. Jikaze. Kazidiwa. Haya, sasa mbebe. Kama kaishiwa nguvu mbebe. Sara kidogo bwana amezidiwa. Ndio hivyo tena, inabidi tujikaze. Uweze kwenda kupita hapo katikati hapo nani? Huko twende. Jikaze ba. Jikaze. Huko. Mbele, sogea mbele. Pite kule mbele. Mbele huko. Huko. Twende mbele. Jikaze kidogo hapo Castus twende. Sasa tumwaishe pale tukamtetee sijui. Naam, ni heka kweli. Hapa pita. Hapa Castus. Huko. Pole kaka, pole. Aisee, pole kaka. Bwana hii kwa hatari kweli. Maskini ya Mungu binti. Hapo kaka. Hapo tumpe huduma ya kwanza Sasa mpepe, mtoe mvue miguu kwanza, mvue viatu Mvue viatu. Sara. Sasa mbona hamnisaidii sasa? Hebu mniangalia, unaniangalia tu. Sasa unafanya kazi gani hapa? Mmeleta hapa tu mtoe mdogo wangu, lakini mcha siku wenyewe mnaniangalia tu. Hapa cha kunisaidia chote, Sara. Mdogo wangu. Saidieni basi jamani, hata kumpepea mnashindwa. Unafanya kazi gani? Basi zimeni matabaka yenu. Mbona mata yenu hapa? Toani makamera yenu. Mnaangalia tu hata kunisaidia mnisaidie. Mambo gani hayo? Tukeni. Nendeni hata sisi wataki mkae hapa muda wote mnaangalia mimi tu, hata mdogo wako kaa hapa hata msaidie, hata ndio kwanza amsaidie. Sara mdogo wangu. Sara. Basi mje msaidie na mimi hapa. Saidieni sasa. Blaza tunakuja blaza, wakateni basi kidogo tusaidie, tuonyeshe support. Simani kamera zenu bwana.